Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Siku ya leo natamani tujifunze na tuweze kupeana maarifa kwa habari ya kijana na thamani au thamani ya kijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini tunazungumzia sana kuhusiana na kijana? Kijana au umri wa ujana ni rika ambalo linakuwa na changamoto nyingi. Pia taifa linakuwa linaangalia umri wa kijana. Pia kanisa nalo linamtegemea kijana. Ni rika ambalo kijana akikaa vizuri anaweza kutengeneza ubaadaye wake akiwa kijana. Kitu ambacho tutaenda kukizungumzia sana, tutaangalia misingi ya kijana. Kwanza kabisa tuangalie kijana ni nani na ana manufaa gani. Kama nilivyoelezea mwanzo, kijana huyu ninayemzungumzia leo ni kijana aliyeokolewa na Yesu Kristo. Kwa nini nasema ni kijana aliyeokolewa na Yesu Kristo? Ni kweli tunaweza tukapita kwenye steji ya ujana, lakini bila Yesu hatuwezi jambo lolote. Bila Yesu hatuwezi kufanikiwa chochote. Na kijana ni kama nguvu kazi ya taifa, nguvu kazi ya kanisa. Asipokuwa mfano mzuri wa Yesu Kristo mwenyewe, bado hajawa kijana aliye sahihi ambaye Mungu anamtaka. Kijana wa thamani au thamani ya kijana. Thamani ya kijana inabebwa na thamani ya kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Haiishii tu kijana kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Tunamhitaji huyu kijana, bado kuna mambo ambayo anahitaji kuyashinda. Abatizwe kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni kila kitu. Thamani yako kama kijana haiwezi kuonekana nje na Roho Mtakatifu, nje na Mungu, nje na mfumo wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitasoma kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 6. Kitabu cha Yohana, sura ya 1 mstari wa 6, ili uweze kuona thamani yako kijana ilipo. Kwa nini uwe na thamani na kwa nini kanisa linaangalia uthamani wako? Kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 6 anasema, palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Tunaposema palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana, si kwa sababu ni Yohana yule tu aliyetajwa. Mimi naweza nikawa ni mjumbe ambaye nilitumwa kutoka mbinguni. Na ninapoanza kuelezea thamani ya kijana, kijana amebebwa, kijana au mtu, anaposema mtu ni ile roho, sio mwili. Kwa hiyo tunaposema thamani ya kijana haijabebwa na mwili au muonekano unaoonekana, lakini thamani ya kijana inaonekana kwenye utu, yani mtu yule ambaye alitoka mbinguni, akijitambua na kuelewa thamani yake na nafasi yake kama kijana, akatambua sehemu ya kukaa ambapo anatakiwa kukaa, akaweza kusimamia majukumu yake, kwa sababu tumesema ni steji ambayo ni kijana mwenye nguvu, mwenye uwezo wa kufikiri, mwenye kuiweka kesho yake. Kwa ukiharibu kipengele cha ujana, umeharibu kila kitu. Kijana amepewa thamani. Thamani ni kitu ambacho kimepewa kipaumbele, kitu ambacho kimebeba kitu fulani chenye. Kwa mfano, tunaweza kuzungumzia pesa. Pesa si kwa sababu ni 10,000, ile thamani ya 10,000 ndio inayobeba pesa nzima. Kwa ile thamani ya ujana, yani ile gharama ya mtu kujisimamia kama kijana, akaweza kushinda tamaa zote za ujanani, akaweza kushinda kila aina ya majaribu, huyo ni kijana ambaye anaanza kuonekana wa thamani mbele za watu.
Kijana atuzungumzii tu yule ambaye tayari amepoteza nguvu, amepoteza namna yake yani amepita kwenye maisha fulani ambayo hayampendezi Mungu. Hapana, thamani inapimwa kwa kile ambacho kijana anakionyesha. Je, kama kijana mimi ninaonyesha nini? Je, kwenye uaminifu, kwenye kumcha Bwana, kwenye kuwa mkamilifu mbele za Bwana ninaonyesha mfano? Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiangalia kwenye kitabu cha Timotheo, anasema kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12, anasema mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio. Jambo la kwanza, waaminio. Huwezi kuwa kielelezo kwa waaminio kama wewe hujaamini. Huwezi kuwa mfano wa kuwa kiongozi bora kama wewe mwenyewe hujaweza kujisimamia. Kijana hawezi kuwa baba bora kama yeye mwenyewe hajaanza kujisimamia binafsi kabla hajawa na mtu mwingine. Unajua, swala la kuletewa mke, swala la kupata watoto kama zawadi litaanzia wewe mwenyewe kijana. Ni namna gani umeweza kujisimamia, ni namna gani unaweza kuperform vitu na kuviweka kwa kipaumbele na kuvisimamia kama kijana, wewe kama wewe, kabla haujawa na mtu mwingine. Kwa ndipo tunapoanza kuona thamani yako kama kijana. Ili mtu audharau ujana wako, itategemeana wewe umejivalue vipi, umejipa thamani vipi. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha kwanza kabisa ambacho tunakizungumzia ni kijana mcha Mungu, kijana aliyechagua mfumo kamili wa kiungu, mfumo wa mbinguni, kwa sababu tumetoka kusema ya kwamba palitokea mtu kutoka mbinguni, palitokea kijana kutoka mbinguni. Kwa aliyekuja kutoka mbinguni ni Roho. Lakini sasa kitu ambacho kijana kwenye umri huu wa rika hili la kijana, shida inayokuja, anaanza kufuata mwili. Huo mwili sasa unampelekea kuto kuona thamani ya kijana tena, anaanza kudharauliwa. Bado hapa tunaanza kuona mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo, imani na usafi. Usafi huu tunaongelea mara mbili: usafi wa ndani na usafi wa kawaida kabisa kwa maisha ya kawaida, ili tuanze kuona thamani ya kijana, ili tuanze kuona ile thamani ya mtu kujiita kijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini tunakuwa tunaongelea sana? Kwa sababu nyingine ya pili, kijana ndo umri wa kuandaa ubaadaye wake. Mimi nitakuwa na ndoa ya aina gani? Mimi nitakuwa na watoto wa aina gani? Ni wewe kwenye muda huu kama kijana ndo natakiwa kujiandaa. Hebu ngoja nikupe tu mfano mdogo ambao kwa kawaida watu au jamii inaweza ikaanza kukutazama. Kwa mfano, binti kama mimi kumchukulia kijana wa kawaida tu, na tayari mimi ndani yangu nimempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwanza kabisa naanza kuangalia kijana mcha Mungu, anampenda Mungu kiasi gani, kwa sababu mimi kama binti nitakapoamua kuambatana na mume wangu, nitaabudu Mungu wa mume wangu. Mungu wa mume wangu ndiye ataniamuria mimi niweje. Sasa kama wewe kijana kwenye swala la imani, ameelezea swala la imani, je, Mungu unayemwamini atanikonvinsi na mimi niweze kuambatana na wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati fulani wazazi wa Rebeka wakasema, je, Rebeka uko tayari kuambatana na mtu huyu? Rebeka alisema niko tayari. Kwa nini? Alikaa akamchunguza, akaona jambo la kwanza, kijana huyu ninayeenda naye ni mcha Mungu, anampenda Mungu, ana vitu vyote, yani yuko tayari
muda ambao anaongea na Mungu yuko tayari asipokee simu yangu. Kwa nini? Anaona thamani ya Mungu kabla ya thamani ya kitu kingine chochote. Umeanza kuona sasa, mimi tayari naanza kujijengea, kumbe hata nikiwa na huyu mtu atakuwa baba bora kwangu, atakuwa mwalimu wangu mzuri, atakuwa ni mtu wa kwanza kunionyesha thamani ya Mungu tunayeenda kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nje na hapo, ndoa nzuri haitazaliwa, na watoto bora watatokana na msingi wa baba. Ili tuwe na kanisa zuri, kanisa bora, taifa bora, itaanzia kwenye ndoa. Na si kwenye ndoa tu, itaanzia mimi mwenyewe kama kijana, nimejipaje thamani kama kijana. Kwa mfumo nitakao utengeneza utanipelekea kuwa na ndoa nzuri, kuwa na kanisa zuri, kuwa na taifa zuri, kwa sababu mimi kijana nimeamua kujitunza na kukaa kwenye imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa, ujana wa mtu utamtambulisha pale ambapo atajipa thamani yeye kwanza. Niwe kielelezo kwenye kila jambo, niwe kielelezo kwenye kila hatua, niwe kielelezo kwenye kila dakika moja ya maisha yangu. Je, ninampendeza Mungu? Wakati fulani Biblia inatuambia ya kwamba mtoto Yesu akakuwa na mtoto Samueli akakuwa, akampendeza Mungu pamoja na wanadamu. Kwa kumpendeza wanadamu, kuwapendeza wanadamu itategemeana ni namna gani nilivyompendeza Mungu na ni namna gani nilivyoupa thamani ujana. Kwa sababu iko hivi, ukikosea kwenye ujana umekosea kila kitu. Kwa mfano, mtu akichagua maisha ya kuvuta bangi, akachagua maisha ya kuspendi tu, maisha ya kula bata, vijana wa sasa hivi wanasema Gen Z, wanasema kula bata. Kwa kula bata nako kuna matokeo, kwa sababu kumbuka, kila kitu unachokiona kina matokeo. Kwa